It is with deep concern that we expose the silent exploitation of Kenya young leaders by a corrupt network operating under the influence of the former Deputy President Rigathi Gachagua. Youth aspiring for political office have been forced to part with large sums of cash, 250,000 for MCA seat, 600,000 for MP, 700,000 for women rep, 800,000 for senatorial seat, and 1 million for gubernatorial seat. These payments are collected through county-based mafia, known as Itungati, operating with political protection and impunity. Worse still, these young aspirants have been warned not to disclose this extortion under threat of losing both their money and their political ambition. If you try to expose him, no one will believe you, since he is publicly known as the truthful man. We have had chilling testimony from brave youth, some threatened with violence, others blacklisted, all for refusing to pay or daring to speak out. Let it be known, the Itungati cartel are worse than Mongiki, Al-Shabaab, Al-Qaeda, and other non-militia group. Their mission is not just criminal. It is the systematic destruction of youth leadership and the auctioning of our future. Therefore, we urgently call the Director of Criminal Investigation, DCI, to open a full and independent probe into this grave allegation of political extortion, intimidation, and abuse of office. We also ask the government of Kenya to act swiftly before this criminal enterprise roots itself deeper into a political system. We call upon all honest leaders in Parliament, in Senate, in county assemblies to speak up and help dismantle this cartel within the system and Mount Kenya region. To the youth of Kenya, we must not walk alone. We need a nationwide youth leadership integrity movement to protect aspirants from extortion, support whistleblowers, and champion clean and inclusive politics. We further urge all affected youth, those whose hard-earned money have been taken, to report immediately to the nearest police station and record official statement regardless of the threats and intimidation. If the authority fail to work within 30 days, we will mobilize legal, civic, and mass action to bring this injustice to national attention. Kenya must not be held hostage by a political cartel. We demand justice, we demand accountability, and our future is not for sale. Kiama 001, Miracle Kiama. Tunajua vizuri sana na tumekuwa tukisikia Gachagua akizungumza, anasema Gen Z, Gen Z, Gen Z. Na Gen Z ni wakulima wadogo. Na Gen Z hao ndio watakuja kusimama kiti. Tutakuwa hadi na presidential candidate ambaye atakuwa Gen Z. Mambo ya miaka hata sisi tutatengeneza. Lakini ati ndio ufikie hapo ndio upewe nomination kwa hiyo chama yake, lazima uende na pesa. So nataka kuambia vijana hivi, usikubali kutoa pesa yako ambayo umefanyia kazi upelekea mwanaume akakule. Hiyo pesa kula na familia yako, fanya siasa yako, lakini usishurutishwe na mtu ndio upatiwe nomination ya kiti fulani ambacho unahitaji. Lazima uende na mshahara na malaki ya pesa kumlaki huyo mtu ndio akuje kwako aseme mtu ni fulani. Tumekuwa tukiona anatembea kila mahali anasema mtu ni fulani. Mwezi moja inaisha anakuja anaitwa na mtu mwingine, tena anakuja kusema mtu tena ni huyu. Na last week alisahau kuwa alisema mtu ni fulani. So hiyo mambo ndio tunataka tumalize. Na tuambie vijana msikubali kutoa shilingi yenu ambao mmefanyia kazi na bidii kupeleka huko. Kitu moja vijana tunafaa kujua, kuna serikali ambayo iko. Na hiyo serikali hii kujichagua. Hiyo serikali ilichaguliwa na sisi peke yetu ni sisi tulichagua. Therefore vijana wenzangu, let us look for the opportunity kwa hiyo serikali ambayo iko. Na tusikubali kutumiwa kisiasa na watu ambao wanapiga serikali. Jua kuna venye utaniambia mtu anakaa nyumba ya serikali,
Gari yake ni ya serikali, analipo mshahara na serikali, hiyo gari inako mafuta na serikali, lakini anakuja kutuambia hiyo serikali ni mbaya. Na ako kwa hiyo serikali na amechaguliwa kwanza na UDA. Kama hiyo serikali ni mbaya hivyo, ndio tuamini serikali ni mbaya, wa resign. Ndio tuelewe venye wanasema. Kwa hivyo vijana wenzetu, tutafute kazi kwa hii serikali na tusikufe moyo. Sasa si wakati wa siasa, sasa ni wakati wa kutafuta kazi na kufanya kazi ambayo serikali inafanya. Hivyo ndivyo hiyo serikali, hii ndivyo hii watu ambao wanajiita opposition wanafanya. They are fighting their own battles, lakini hawapiganii sisi wananchi ama sisi vijana. Wanajipigania wao wenyewe. Na wakati ambao wanapigania hii mambo yao, ni sisi tunapoteza. Serikali ndio iko na nguvu ya kukuja kuanzisha miradi. Na serikali itakuja kuanzisha miradi mahali ambapo inapigwa na kupigwa na kila mtu. So wakati ambazo hao watu wanaendeleza hizi siasa na wakati wa siasa hujafika, sisi vijana ni sisi tunakosa kupata ajira. Mahali ambapo affordable housing zinafaa kujengwa, tunapata vijana hawatapata kazi. Mahali kwingine soko zinafaa kujengwa, hazitajengwa juu sisi watu wa huko maeneo fulani tunapiga serikali. So we are supposed to embrace the government, tuitisha maendeleo ndio vijana, sisi vijana tupate kazi. Kwa majina naitwa Angel Njeri. Mimi ni mkazi wa Olkalau. Kitu yenye nilikuwa nataka kupingana nayo ni ya kuitishwa pesa. Hiyo ndio tunataka kupingana nayo kabisa. Juu hata hatuna hizo pesa nyingi zenye wanaitisha. Ati sisi tunajikakamua hii side baada ya kusaidia mafamilia zetu wanatuitisha pesa. Sisi hatuna hizo pesa. Kitu kingine yenye naweza taka kusema, hata ukiitishwa hizo pesa, ukitoa hizo pesa, si kusema ati utachaguliwa, na ukikuja kwa ground pia utachaguliwa. So utakuwa umelose. Hiyo tu ndio kitu yenye naweza taka kusema. Yes, majina mimi naitwa Joroge Mugo. Ukipatana na mimi na hapo unaweza niita Sir Pinches. Mimi kama Mkenya ningetaka kuurge people of my generation na vijana pia tukue patriotic. Acha tushike hizi ma-ID ndio tukue na kura. Juzi mliona IBC imekuwa ikivetiwa na serikali, so we shall have an IBC. So we kama serikali inajiprepare 2027, it is also good for us as stakeholders tukue na the right documents. Mtu asifike pale aanze kuambiwa ati jina yako haipatikani, hauwezi make decision ya nani atakuwa MCA wako kesho ama MP. Kitu kingine, tujiepushe na wale watu ambao wanaweza taka kutumia our energy. Wale watu wanaweza taka kutumia our yeah, the way we are na idoness yenye iko tuko nayo sababu ya unemployment kwa Kenya. Watu waache kuitumia na njia mbaya. Watu viongozi wakuje wenye wanaleta opportunities, na sio lazima walete opportunity after tuwachague, wa create opportunities hata saa hii. Ndio at least by the time tufike pale mwisho tukue hata sisi tunajimudu economically, ndio tukue watu self dependent. Kitu kingine, kuna watu wana thrive politically through chaos. Vijana mchunge sana, tusitumike kuvurugana, tusitumike ndio mtu mwingine afaidike one way or the other. Tuliona the power of the youth wakati wa finance bill. Serikali ilisikiza mpaka president mwenyewe akasikiza, mpaka akakuja on Twitter kuongea na watu. So tuliona we are the future and we can be a part of the decision making of this country. So tujaribu sana tusitumike, na kama unasikia radicalization mahali inaendelea, na radicalization saizi technology iko juu, radicalization inafanywa in masses. Sio ile radicalization tulikuwa tunasikia ya oathing na nini na nini. Right now radicalization of the youth is happening in mass. So vijana tujichunge sana na tujue ni sisi tumehold hii future ya hii country, na ni poa tutofautishe issues. Kuna mahali maneno inafikanga mnatofautisha sasa politics na development. Development ni policy za serikali which must be done with the government and the support of the citizens. Nayo siasa ni ile time tunaanza kuulizana nani mnataka akuwe MP kwenu na nani tunataka kwetu. Hizo ni siasa, hiyo time yake inakuja, but for now let us concentrate on development and progress. When the time for those things come, tutaitafika na watu watakuwa na uwanja mzuri ya kupiga siasa. Yes, tuongee kuhusu hiyo story ya kitu inaitwa kununua nomination.
hiyo story nayo tukiweza tupigane nayo sana. Acha watu wakuje kwa ground. Let justice be done through proper and clear nominations. Acha watu wakuje wachaguane, acha watu wasimame from the ground level. Let people decide for themselves. Kama uko hapo as a youth na ushawahi kuwa aspirant, myself have been an aspirant somewhere in central Kenya, na nilikuwa na chama mzuri kwangu cause but for 2 or 3 parties I can zenye tulikuwa nazo by then, watu bado kuna vyama zilikuwa zimeanza hii maneno ya extortion. Ukikuwa extorted alafu ukose kupewa ile nafasi, sasa they killed you 2 ways. Wamekuwa kwa your political ambition na wamekuwa economically. So tuchungane sana na hiyo maneno ya extortion, and it is happening. Yeah, if people can come out there bila kuogopa threats na nini, watakuja kwa hii kamera watasema hiyo maneno. It is happening. So yule mtu ambaye na youth pia muangalie in this political organization na political parties zenye zinakam, is the agenda of the youth included? Mkiona kama hata kwa system yao hamuna representative, just know hata polisi zenye zinaangalia youth hawatakuwa nazo. Thank you so much.